Chadema watabaki kama jukwaa la harakati, kwa sababu chama cha siasa lengo lake ni kushika dola, na katiba yao ibara ya 4 inasema watashiriki uchaguzi na kushika dola. Kwa hiyo Chadema, yani kuanzia sasa na kuelekea mpaka tunafanya uchaguzi na baada ya miaka 5, itakuwa kama jukwaa lolote tu, jukwaa la harakati, jukwaa la katiba, jukwaa la nini, kwa sababu wamepoteza mwelekeo na malengo ya chama cha siasa. CCM oye! Kwa hiyo, na unajua jukwaa la harakati kazi yake ni harakati. Yani sasa hivi ukiwauliza Chadema mnataka nini, hawana, kwa sababu limekuwa jukwaa la harakati. Ndio maana unawasikia hivi katika akili ya kawaida. Ule mtani wangu Heche ule anaongea naye, lakini kiutani. Wewe unakuja huku unasema wote mje mahakamani, yani Ubungo mahakamani, wapi Ukonga waende mahakamani, Kigamboni waende mahakamani, Kawe waende mahakamani, Sililala waende mahakamani. Kwa akili ya kawaida inawezekana? Maana yake ndio jukwaa la harakati. Yani harakati lazima wewe uwe mtu wa mishemishe na vurugu. Kwa hiyo wanachokifanya ni harakati. Joini wote mahakamani, kaeneo kenye kadogo, Kibamba mahakamani, Ubungo mahakamani, Kawe mahakamani, Kinondoni mahakamani, Ukonga mahakamani, Temeke mahakamani. Ndo jue hawa hawana nia nzuri na Tanzania, na kwa sababu ni jukwaa la harakati, wako katika harakati za kuifanya Tanzania isitawalike. Hilo ndo lengo walionalo, ndo ajenda asili walionao Chadema sasa hivi. Haiwezekani wewe ukaingilia muhimili wa mahakama. Haiwezekani wewe ukazuia jeshi la polisi kutimiza wajibu wake. Haiwezekani wewe ukaja na maneno ya uongo na upotoshaji. Yote hayo lengo lake ni kufanya kwamba mihimili hii isifanye kazi yake vizuri, serikali isifanye kazi vizuri, mahakama isifanye kazi vizuri, bunge lisifanye kazi vizuri. Kwa hiyo wao, yani wawe kama watoto wanaodeka, njoeni msaini, hatutaki. Kwa nini? Tumechoka. Na kwa sababu mimi nakabia juu kweli wamechoka. CCM oye! Kwa hiyo ajenda iliyoko sasa wa Tanzania, hawa wenzetu wako kwenye biashara ya kuwafurahisha watu wanaowatuma. Fanyeni hiki, fanyeni hiki, tupieni na picha, hamasisheni watu. Tunajua. Niwaombe wa Tanzania tulinde amani, tusimame na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ili kuonyesha kwamba hawa wako kwenye biashara, nataka nipeleke message kwa wafuasi wa Chadema leo. Ukiambiwa jambo, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Siku hiyo walipohamasishwa waende mahakamani, wanaambiwa wote tujae pale. Baadhi walienda,
baadhi wakapambana na vyombo vya dola, lakini viongozi wao, kilichonisikitisha, nianze na katibu mkuu Mnyika, wakati baadhi waliumizwa, yeye akasema naona aibu, mimi niko safi, sijafinywa mahali popote, naona hata aibu kusimama hapa. Nikasema sasa mliwatuma wenzenu, nyie viongozi mmejificha. Nikamsikia Lema Mchaga, huyo ana jicho la hela kwenye tone tone, yeye akasema sisi hatukwenda huko, mimi na Sugu na Boni tulikuwa tumekaa mahali kimkakati tuwe tunaripoti. Sasa wanachadema hamuelewi? Yaani wewe unaona kabisa sinema hii hata kama ya Kihindi, si unajua tu Sterling hapa ni nani? CCM oye! Nafurahi kwamba baada ya kutelekezwa ile siku ya kwanza, leo wamewajibu hawakuenda mahakamani, kwa sababu viongozi wako kwenye projekti ya biashara ili watu wapambane na vyombo vya dola, halafu wao wapate pesa. Wanachadema, amkeni, msitumike. Viongozi wenu wako kwenye biashara, wanawafurahisha wanaowatuma. Hawako hapa Tanzania, wako nje ya nchi, wanawatuma, tunajua. Alafu mambo ya sheria, hawezi ukaingilia mahakama. Tunaamini mahakama ni chombo huru, na sisi tunataka vyombo hivyo vifanye haki, visionee mtu. Kwa hiyo hawa wanasema tunataka speaker ziwekwe wazi, yani wanaagiza. Hatuendi hivyo, na yote hayo ni chokochoko ili watu watakapotimiza wajibu wao, halafu hao waliowatuma waone kwamba unajua Tanzania kuna tatizo. Nataka nitamke wazi, Tanzania chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu na mwenyekiti wa CCM, Tanzania hakuna mgogoro wa kisiasa na mtu yoyote. Tanzania yetu ni salama. Tanzania hii tutapishana kwa itikadi, lakini hatuna Tanzania mbadala. Tanzania hii ni hii tunayoitegemea, na chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu ni tulivu na nchi zingine zinajifunza Tanzania. Niwaombe Watanzania wanaotufuatilia, huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka ambao kila chama kitakuja na ilani yake, kitakuja na mwelekeo wake. Tutawapelekea wananchi. Wananchi ndio watakaoamua chama gani wakichague. Baada ya uchaguzi, chama kitakachoshinda kitapewa ridhaa ya kuongoza. Na mimi nataka niwaambie kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, tunawaahidi yafuatayo. La kwanza,
uchaguzi mkuu, chama chetu kinaamini kumetokea mabadiliko makubwa ya sheria za uchaguzi, kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi, mabadiliko ya sheria kuwapata madiwani, wabunge, rais. Tunaamini kwamba uchaguzi wa mwaka huu utakuwa huru na haki, na tunaamini atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. CCM oye! Mabadiliko mengi yamefanyika. Hawataki kuambia kwamba zamani tulikuwa na tume ya uchaguzi ya taifa, sasa tuna tume huru ya uchaguzi. Sheria ya kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi, namna ya kuwapata wajumbe wa tume hiyo, namna ya kuwaondoa wajumbe hao, kuna mabadiliko makubwa. Hawataki kuyasema. Kuna mabadiliko mengi katika kanuni za uchaguzi, hawataki kusema. Wanakuja hapa wanakuambia tume sio huru. Nataka niwahakikishie vyama 18 vinashiriki uchaguzi kasoro wao. Na uwezi, kama wewe ni chama cha demokrasia kweli, hivi unapofika unasema sishiriki uchaguzi lakini nitazuia uchaguzi, hivi wewe umekuwa mbabe wa aina gani? Yani utawazuia ACT Wazalendo wasiende kupiga kura, uwazuie wana CCM wasiende kupiga kura, uwazuie CUF wasipige kura, NLD wasipige kura, vyama 18 visipige kura. Wewe ni nani? Utawasikia tutazoea uchaguzi. CCM oye! Kwa nini utake kuwanyima haki wenzako? Wewe ni nani? Nataka niwahakikishie Watanzania, hakuna wa kuzuia uchaguzi, na wananchi, muda ukifika, usalama utakuwepo, mtapiga kura kwa uhuru wote.